binadamu. Halo. Mlete hapa tuondoke. Simuogopi huyu mdada. Kama kalambwana niko poa kabisa nashukuru. Uko salama? Mungu anasaidia. Sasa mimi nasema katika mila na tamaduni za Kiafrika kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya. Ndio. Kwa kwenda makaburini unaweza kuongea na wao. Mpunguze. Mimi nasema je, ndio ukiomba kutoka katika jeneza. Ili kuwaje mpaka ukaamua kufanya kitu kama hicho ambacho tunaona okay. So wimbo bado hujatoka, unatoka Tuesday wiki ambayo inakuja. Wimbo ambao unaitwa Binadamu. Unazungumzia kwamba hakuna mtu anakuaga na kupenda saa hii ukiwa hai. But ukifariki ndio watu wanashoboka na kuonesha love na kukupenda. Unanielewa? Yaani sasa hivi kwa mfano kama unaumwa kwa hospitalini unahitaji bili ya karibu 200,000, huenda watu wasichangishe ipatikane. Lakini once tu umefariki dunia, pesa ya jeneza itapatikana, cost nini, watu watagaramika vibaya sana, hata 500,000 itapatikana. Ukiwa umeshafariki. Ushanielewa? Na ni kitu ambacho sio kwamba eti nimekurupuka tu. Of course niliketi chini na management yangu, nikawasikiliza nyimbo. Lakini tukaona nyimbo tutafute uhalisia ambao tukifanya video ya kawaida tuliona hatungekuwa hata sasa hivi tunazungumza. Unanielewa? So nikaona mimi sitaki kuwa msanii wa kawaida, maana nishakuwa msanii wa kawaida miaka mingi. Zaidi ya miaka 10 tu naimba tu vile vitu vile, nikaona nikuwe creative. Na ukiangalia wasanii kutumia jeneza kwenye scene zao ni kitu cha kawaida sana. Kitu cha kawaida sana. Yes. Ndio. Na sio AI, ni jeneza kabisa. Ni kuamua tu kuvaa uhusika wa video. Kwa sababu ukiangalia kama ndugu zetu Tanzania, Nandy ashatumia jeneza, Dula Makabila ashatumia jeneza, Diamond ashatumia jeneza. Unaelewa? Master kibao Khaligraph Jones ashatumia. Bongo Movie wanatumia majeneza kila siku. Ndio. Chama cha nini hicho? Cha washirika. Chama la wana. Imani yako bana, imani yako tu, lakini mwisho wa siku mimi nilikuwa nafanya kazi tu, sina lile wala hili. Experience ya kwenye jeneza ndugu yangu, joto kali sana pale ndani, alafu jua linapiga sana, alafu penye wangu panatisha ujue.